Bwana, leo ni siku ya pili toka tumeanza marathon ya kushuti video 100 nikionyesha jinsi ambavyo natengeneza video zangu za kwa undani, na leo ni siku ya pili. First of all, jana nimejifunza jambo moja kwamba kama sitaweka userious, hii marathon itanimeza, itakufa. Leo nitatengeneza story 3 ambazo zitaenda kutrend TikTok pamoja na YouTube short. Hapo utajiuliza kwa nini najiamini kwamba nitaweza kutengeneza video na zikaenda TikTok zikafanya vizuri au kwenye YouTube short. Karibu kwenye process ya nyuma ya pazia ya kwa undani, kile ambacho nakifanya kabla sijatoa video zangu na kuzipost. Watu wanaonaga tu video ya almost dakika 1 au nusu dakika na hawajui kwamba nyuma ya hizo video kuna struggle kubwa nyuma yake. Kuna dakika nyingi za kufikiria huku namna ya kumfanya mtu asiskip video yako. Leo nina story 3 tu. Story ya kwanza hii ni noma kabisa. Jeshi la wanawake pekee hapa barani Afrika ambalo lilipigana vita za kweli na lilikuwa linafanya vizuri kuliko wanaume wengi. Imagine wanawake wanafundishwa kupigana, si kwa kujilinda bali kwa kushinda vita, na waliitwa Agoji. Na watu wengi hawajui kwamba hichi kikosi cha wanawake vita zao zinahusiana hadi na ile vita ya dhidi ya Mfaransa. Na mwisho wa hii story haikuwa story ya ushindi, ila ilikuwa ni historia ya Afrika. Story ya pili ni tofauti kidogo. Hivi unajua kwamba kuna nchi ina miji mikuu 3 na hiyo nchi iko hapa Afrika. Watu wengi wakisikia Afrika wanadhani kwamba kila nchi ni simple, lakini South Africa ni kama continent ndani ya nchi. Pretoria, Cape Town na Bloemfontein, na bado Johannesburg ndio kama Dar es Salaam yao. Swali ni moja, ni nchi gani inaweza kugawanya power ya kiutawala kwenye mikoa 3 tofauti au miji 3 tofauti? Na hii ndio underrated kabisa. Unajua kwamba kuna nchi hapa Afrika watu wengi hawajui kwamba ipo. Ni ndogo, ina ukimya na almost invisible kwenye ramani nyingi za Afrika, lakini ndani yake kuna historia, maisha na ni visiwa. Watu wake ni wachache kuliko hata mtaa mmoja tu wa Dar es Salaam. Maybe tukachukulia Mbagala kubwa sana kuliko hii nchi, lakini bado ni nchi. Okay, hii ni challenge yangu ya kutengeneza video 100 nikionyesha jinsi natengeneza video za kwa undani. Na leo ni siku ya pili. Yaani hapa inatakiwa kila siku niamke nitafute story. Nimejichagulia kutafuta story 3. Niziandikie script, nizirekodi afu ndo nizipost. Nakumbuka kwamba hakuna guarantee ya kwenda viral. Kuna muda nachoka nasema, lakini kama nikiacha nani atafanya video za kwa undani? So inabidi nifanye. So hii sio video tu. Hizi ni story za Afrika ambazo hazipati headline kwenye sehemu mbalimbali unazopatia data zako na habari. So hii ina maana kama mtu mmoja tu anaweza akajifunza kitu chochote kutoka kwenye hii marathon, it means hii video ina maana kubwa sana. Leo nimefanya story 3 na kesho ni siku ya 3. Unataka kujua kesho nitakuwa na story gani? Swali ni moja tu, ni story gani itaenda viral kati ya hizi story 3? Nataka nikuonyeshe jinsi nimezirekodi. Let's go. Yo, sasa hivi ndo jinsi huaga na shoot hizi content. Natumia DJI kutoka kwa Mr. Pixel TZ, na hii DJI huaga naiweka kwenye hii microphone kwa sababu ni unyama zaidi ukiwa unafanya content huku umeshika microphone. So kama hivi ndio naanza kuzisoma hizi video. Hii hapo ni kamera ambayo nitaitumia pia kuzitolea hizo content. Yaani hizi video nitaanza kuziedit kutumia hii raw ambayo na capture hapa sasa hivi. So nataka nikuonyeshe jinsi ni easy kutengeneza content. Script nimeshaziandika. Muda ule nimekupa tu highlight, lakini script ambazo nimeziandika ndio hizi naenda kuzisoma hapa. Alafu nitatumia hizi video kuziedit na kutoa kitu kimoja clear kikali. Sasa mimi video zangu huaga sisomi mwanzo mpaka mwisho. No. Mstari mmoja na relax. Twende kazi. Hivi unajua kwamba kulikuwa na jeshi la wanawake pekee Afrika na walikuwa hatari kuliko wanaume wengi? Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 4. Hawa waliitwa Dahomey Amazons au Agoji. Walitokea kwenye ufalme wa Dahomey, leo hii panafahamika kama Benin. Hawa wanawake hawakuwa walinzi tu, walikuwa warriors wa kweli, wauaji wa kutisha, na walitisha sana kuanzia mwaka 1600 mpaka 1800. Wazungu waliwaita Amazons
lakini kwao walijulikana kama wake wa ufalme, yaani wanawake walioolewa na ufalme na si wanaume. Walichaguliwa kwa nguvu na wengine walijiunga wenyewe, lakini maisha yao yalikuwa tofauti sana. Hawaruhusiwi kuolewa wala kupata mtoto. Maisha yao yote yalikuwa ni vita tu. Walifundishwa kuvumilia maumivu, kuruka miiba na kupigana bila hofu ya kifo chini ya mfalme wao aitwaye Gizo. Jeshi hilo lilikuwa lina hadi maelfu ya watu. Walipigana vita kali sana, lakini mwisho wao walikuja kukutana na Mfaransa. Walipigana bila kurudi nyuma. Wanawake walikimbilia risasi uso kwa uso, hata maadui zao waliwakubali. Ushujaa wao haukuwa wa kawaida. Mwaka 1894 ufalme ulianguka na jeshi lao likavunjwa. Wengine walirudia maisha ya kawaida, lakini wengine hawakuweza kabisa. Mwanamke wa mwisho wa Agoji anayejulikana ambaye kufa wa mwisho anaitwa Nawi. Alifariki mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 100. Lakini ukweli ni huu, ufalme wa Dahomey haukuwa na hadithi hii tu, ulikuwa pia ni sehemu ya biashara kubwa ya utumwa. Follow na subscribe my channel kwa info, usije ukakosa story kama hizi ninazoendelea kukuletea. Hivi unajua kuna nchi barani Afrika ina miji mikuu mitatu, wakati nchi nyingine zote zina mji mkuu mmoja mmoja. Nchi hii ni kama dunia ndani ya nchi moja. Hii ni Kwa Undani Africa episode namba 5. Inaitwa South Africa, Afrika ya Kusini. Nchi namba 1 kwa umaarufu zaidi barani Afrika. Maarufu kwa historia yake, viongozi wake, wanyamapori wake, watu wake. Hii ndiyo Rainbow Nation na nyumbani kwa Nelson Mandela, alama ya uhuru duniani. Iko kusini mwa bara la Afrika ikiwa na watu zaidi ya milioni 60 kutoka makabila na tamaduni tofauti tofauti. Ni moja ya nchi zilizo na diversity kubwa zaidi duniani ikiwa na lugha rasmi 12. Na hizi ndizo capital city 3 zinazopatikana Afrika ya Kusini. Ya kwanza ni Pretoria, serikali kuu ndio inakaa humo. Cape Town ni sehemu ambapo ni mji ambao bunge lipo, na Bloemfontein ambapo ni mahakama kuu ilipo. Lakini mji mkubwa zaidi Afrika Kusini unafahamika kama Johannesburg, ni mji wa kibiashara ambao unaitwa Goldland. Nchi hii ina utajiri mkubwa zaidi wa madini, dhahabu na almasi, bila kusahau platinum. Lakini pia inaingiza pesa kupitia utalii, viwanda na kilimo. Sarafu yao ni randi na dola moja ya Kimarekani ni takriban randi 18 za South Africa. Walihosti pia FIFA World Cup 2010. Ilikuwa ni World Cup ya kwanza kabisa kufanyika barani Afrika. Ni nchi yenye mandhari nzuri sana na watu wenye nguvu ya kupenda kupambana, na fursa ni nyingi zisizo na mwisho. Mungu ibariki Afrika ya Kusini. Nitaposti video 100 kuhusiana na bara la Afrika ambazo I hope ulikuwa uzifahamu au ulikuwa uzielewi kwa undani. Ni follow sasa, subscribe usije ukakosa video hata moja. Story ya 3 naenda kuimalizia. Hii nchi inaweza kuwa nchi isiyofahamika zaidi Afrika. Ni ndogo sana na watu wengi kutoka Afrika hawajui hata kama ipo. Inaitwa Sao Tome and Principe. Nchi ilipewa jina la mtakatifu wa kwenye Biblia na iko katikati ya bahari ya Atlantic. Wengi huiita nchi iliyojificha. Ina watu takriban 200,000 tu. Ni moja ya nchi ndogo zaidi barani Afrika. Imeundwa na visiwa viwili vikuu, Sao Tome Island na Principe Island. Mji mkuu wake unaitwa Sao Tome. Lugha rasmi ni Kireno kutokana na kwamba walitawaliwa na Wareno. Baada ya Wareno kufika hapa, visiwa hivi vilikuwa havina wakazi wa kudumu. Hivyo wakawasafirisha watumwa wenye asili ya Afrika na kuwaweka katika visiwa hivi. Leo hii watu wake wanaishi zaidi kwa kilimo na uvuvi. Sarafu yao inaitwa Dobra. Lakini jambo la kushangaza ni hili, ni miongoni mwa nchi zilizo na rushwa ndogo sana, na uzuri wake ni wa kuvutia. Fukwe tulivu, misitu ya kijani na mazingira safi yasiyoguswaguswa sana. Ni nchi ambayo watu wengi hawajawahi kuitembelea, lakini ukiiona huwezi kuisahau. Kama unapenda kujua zaidi kuhusiana na Afrika, ni follow, subscribe my account kwa ajili ya story kama hizi, na posti video 100 kuhusiana na Afrika tu. Nimemaliza jamani kushuti, kwa hiyo narudisha vifaa vangu kwenye
kesi zake, sinajua tena kitu fulani hivi. Box ndo kama hichi hapa. Narudisha, process inayofuata hapa ni kuedit jinsi nitakavyo. Oh my god. One thing about hii vlog ni kwamba kila kitu nitakachokupa hapa ni aesthetic. You know what I mean? Ya kaza ni chili kidogo hapa. Nimechoka kidogo, unajua uzuri wa Madini.com kwamba unaweza ukakaa mbali ukaangalia mazingira. Ni sehemu ambapo pana wanyama wengi, na hapa naendelea kuexplore. Upo hapo ding. Tukutane tena kesho kwenye siku nyingine, vlog nyingine. Kwa leo story zangu 3 nimezikamilisha. Mimi naitwa Credo. Subscribe channel yangu ya Kwa Undani, na TikTok nifuate kama Credo the King NBA, bila kusahau YouTube, X.